Riria ngoro ya inama no kaigwa uritwo ni hinya nayo njira igacimana na warokaga munatoge kuma na thome ndukamake uka twaranirie ningenaga ni tondu wa kwaraniria nawe tondu kwaraniria njugaga ni kwendana na ndiendaga kuriganirwo hau tondu riri communication is the best thing you can do in your life. Ithaa rimwe ria kuhonio na gutangikira ngoro iria nguraru na Grace Mwaura tugatiga nwagia na mwihoko na hinya wa gucemania na rucio ni giathitwo kwirwo muthenya wa Jumaa na Jumamothi thaa 2 cia utuku o guku mutambo-ini wa Sky Cable TV. Uyu ni mwago witu. Excellent Homes and Properties nigyo tutongoretie hari wendia wa broti na haria tukurehire mugunda mwena wa Matu Kivandini 50 by 100 na thogora mufashirire wa shiringi 150. Deposit ni shiringi 50. Icio ingĩ ukariha kahora gwa kahora wa kahinda ka mĩeri 3 kana kũringana na ũrĩa mũkũiguithaniria. Oho mena migunda mwena wa KBC Mala na thogora wa shiringi 400. Deposit ni shiringi 150. Icio ingĩ ukariha gwa kahinda ka mĩeri 6. Migunda ino ya Excellent Homes and Properties ina ready title deed, mai, thitima na ugitiri ni tosha. Migunda ino ina tiri mwega wa kulima o hamwe na gwaka. Wohoro makiria hura thimu namba 0727898861 kana 0725066976 kana masherero ofisini ciao mwena wa Ruiru Town nyumba ya Sunfred Business Center gorofa ya mbere room namba 110 kuligania na fegi ya KCB. Excellent Homes and Properties, where excellency is assured. Habari ya mtazamaji wangu, ninakualika katika mitambo ya Sky Cable na Mungu wetu akakubariki. Kwa hivyo mahali popote ulipo, nakuambia kwamba ukaweze kulike, kushare na unaweza ukasubscribe na Mungu wetu atakubariki. Kwa majina yangu naitwa Pastor David, nimetoka Kariobangi, kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. Mungu wetu akakubariki sana, ni kwa sababu ya kututazama na akazidi kukutendea makubwa. Na nitaanzilia kwa kuomba msamaha kwa sababu ya last Wednesday mitambo ilienda chini, but I thank God kwa sababu leo stima ziko. So tutaenda kushiriki ile neno ambayo tulikuwa tunashiriki last Wednesday na Mungu wetu atawabariki. Kwa hivyo kabla hatujashiriki neno, nikipenda tukaweze kuomba na Mungu wetu atatubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja Baba mbele zako. Ninawaombea Baba mtazamaji wangu Bwana, mahali popote alipo Bwana, ukambariki na hata kumuinua, ukamtendee mema. Hili neno linaposhuka Baba likabariki maisha yake na hata kuinua katika jina la Yesu Kristo. Naomba hili neno likafanye kazi ambayo Bwana ilikuwa imekusudiwa kufanyika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Tunapogawanya hii neno Baba, ninaamini ya kwamba Mungu unaenda kuwabariki, unaenda kuwainua katika jina la Yesu Kristo. Kuanzilia dakika hii na hata wakati huu Mfalme, ukabariki mtazamaji wetu wa Sky Cable katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen. So may God bless you. May God bless you once again. Karibu na Mungu wetu akakubariki. Nimesema kwa majina yangu naitwa Pastor David na ninahubiri ama Reverend David kwa sababu niko na wachungaji ambao wako chini yangu na hubiri na kanisa la Emmanuel Worship International Ministry. Niko hapa Kariobangi na unaweza ukatutembelea na Mungu wetu akakubariki. So may God bless you. May God bless you. Last Wednesday nakumbuka tulikuwa tunanena kuhusu adui. Na nikasema ya kwamba hakuna mtu ambaye hana adui. Kila mmoja ako na adui. Na wakati ambao tulikuwa tunaangalia maandiko, tuliona ya kwamba vile ambavyo Yesu Kristo alinena ama alipeana mfano kuhusu adui. Na ndio hiyo ningependa tuangalie siku ya leo. Na tunapoangalia siku ya leo, ninaamini ya kwamba Mungu atakubariki, Mungu atakuinua katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ujumbe ama topic yetu itakuwa ni the enemy ama adui. Na wakati ambapo nilikuwa na nena kuhusu adui, nilisema ya kwamba kulala kwako ni muhimu sana. Na nikasema ya kwamba kuna nguvu ambazo
huaga zinafanya kazi wakati ambapo umelala. Kwa hivyo wakati wowote ambapo usingizi wako ama kule kulala kwako ni muhimu sana. Na nikasema ya kwamba wakati wowote ambapo unapanda ujue ya kwamba kuna adui na yeye ambaye huaga ako interested ama interested na kile kitu ambacho unapanda. Na tutaangalia hiyo katika Mathayo 13 mstari wa 24. Na nikasema ya kwamba wakati wa usiku huyo ndio ule wakati ambapo maadui huaga wanafanya operation. So wakati ambapo umelala ujue ya kwamba huyo wakati ndio adui anakuaga anakibizana na kuangalia yale mambo ambayo ulikuwa umefanya nini umepanda. So anakuwa na ule operation ya kuharibu ama kuangamiza. Na nimesema hayo yote tutaangalia katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 24. Na tukiangalia katika ile neno utaona ya kwamba kuna wakati ambapo Yesu Kristo alipeana mfano na ule mtu ambaye alikuwa amepanda mbegu mzuri. Na tuliona pale wakati ambapo Yesu alikuwa anapeana mfano, neno la Mungu linasemaga ya kwamba wakati ambapo alirudi usingizi. Kwa sababu nimesema kama kuna kitu ambacho shetani anakuaga muhimu sana, shetani inakuaga muhimu kwa shetani ni wakati ambapo imefika usiku. Kwa hivyo usiku shetani huaga anajaribu kutumia ule wakati vizuri. Either kuharibu, kuangamiza chochote ambacho umefanya nini, chochote ambacho umekuwa ukipanda. So wakati ambapo ule mpanzi alienda akapanda mbegu mzuri, shetani naye akaingia usiku. Nimesema hayo maandiko yako katika kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 24. Tutaona pale yale vile ambavyo Yesu Kristo alipeana mfano, yale ambayo aliweza kunena pale, na Mungu wetu atakubariki. Neno la Mungu linasemaga ya kwamba wakati ambapo alipanda akaenda akalala, usiku kaingia akaenda akalala. Na nimesema kwamba kuna mtu ambaye anaga adui. Adui naye akainuka. Kwa nini adui ainuke wakati ambapo ni wa usiku? Kwa sababu ule wakati tunakuwa tumelala, tunakuwa hatujisikii, hatujielewi. So shetani anajuaga ya kwamba ni ngumu sana kumkamata wakati ambapo ni usiku. So mchana anajua kwamba unaweza kumpata mchana. So shetani ni ngumu sana kuinuka mchana, lakini usiku shetani anahakikishaga ya kwamba ameinuka na amefanya nini? Na amefanya kazi yake usiku. So ukiamkia asubuhi, that's why unaonaga mtu akiamka asubuhi unatukia kwamba hakuwa mgonjwa, amegojeka. Kwa nini? Kwa sababu usiku kuna ile kazi ambayo shetani alimfanyia. Na nimesema tuangalie katika kitabu cha Mathayo 13:24. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wake wa 24, Biblia inasema hivi na kwamba naye aliyepandwa 24. Biblia inasema hivi, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Angalia, huyu ni Yesu Kristo ambaye anapeana mfano. Na Yesu Kristo wakati ambapo alipeana mfano akasema ya kwamba kuna mtu mmoja ambaye alifananishwa na ule ufalme wa mbinguni. Akawaambia kwamba ufalme wa mbinguni unafanana na ule mtu ambaye alipanda mbegu njema katika konde lake. Na Biblia inasema kwamba lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Angalia, wakati ambapo walipolala adui akainuka. Wakati ambapo adui aliinuka, neno la Mungu linasema kwamba akapanda magugu. Wakati ambapo alipanda magugu katikati ya ile ngano, adui akaenda zake. Adui anaga haja na kushida akikaa pale akiangalilia, lakini adui anakuaga na haja na kuharibu kile kitu ambacho umepanda. So neno la Mungu linasema kwamba Mungu Yesu Kristo akafananisha, akapeana mfano na ule ufalme wa mbinguni na huyu mtu ambaye alikuwa amepanda mbegu njema katika lile konde lake. Lakini neno linasema kwamba wakati ambapo ilipoingia usiku, ukiangalia pale Biblia inasema 25 ikasema kwamba lakini watu walipolala, wakati ambapo adui aliona kwamba ule amelala, watu wamelala, maandiko yanasema kwamba adui yake, na ningependa ushike hapo, maandiko haisemi ya kwamba adui ya jirani, adui yake, kwa sababu nimesema kwamba kila mtu kuna wale watu ambao wanakuaga ni adui zako. Either wakuwe ni majirani. Nilisema anaweza kuwa ni watu wa karibu sana. Anaweza kuwa ni aniko yako, anaweza kuwa ni auntie, anaweza kuwa ni chocho yako, anaweza kuwa ni mtu ambaye ni wa karibu sana. Kwa hivyo adui sio lazima akuye ati kwamba ni mtu ambaye ako mbali. Neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo alipolala, adui yake akaenda. Kwa sababu aliona kile kitu ambacho alifanya mchana, na yeye adui yake
akainuka. Wakati ambapo adui aliinuka, akaenda katikati ya ile shamba, katikati ya ile ngano. Neno la Mungu linasema ya kwamba akapanda magugu. Kwa nini adui apande magugu? Kwa sababu aliyatazama akaona ya kwamba huyu mpanzi amepanda mbegu ambao ni mzuri, na angetaka ile mbegu ikaweza kuinuka, ikaweza kumea. So ile kitu ambacho alikuja kuharibu ile ngano ambayo ile mbegu ambayo ilikuwa ni mzuri, akakuja kuharibu, akaweka ile magugu. Ndiposa ile ngano wakati ambapo itatokelezea ikiwa na hiyo magugu, ule uzuri wake usionekane. Nilisema ya kwamba kazi ya shetani ni kuhakikisha ya kwamba amepigana na ule uzuri wako usikaweze kuonekana. So lazima uinuke, my brother, my sister. Lazima ujue ya kwamba wakati wowote imefika usiku, shetani huaga always anainuka, na ni lazima upigane na huyo adui. Either ni adui wa kupigana na maono yako, adui wa kupigana na baraka zako. Lazima uwe unahakikisha ya kwamba umepigana na huyo adui, kwa sababu adui kazi yake ni kuharibu. Nimesema kazi yake ni kuharibu, yeye huaga anaharibu. Neno la Mungu linasema katika Yohana 10:10 ya kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Sasa shetani amekuja ameharibu. Hii ilikuwa imepandwa ikiwa mbegu mzuri, lakini alikuja kapanda magugu, ndiposa akaharibu ile mbegu, kwa sababu kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. So shetani wakati wowote, ama adui yako, wakati wowote ambapo adui atakuwa anainuka, hawezi akainuka kushirikiana na wewe kwa yale mambo mazuri ambayo unafanya. Always atakuwa anainuka kupigana na kile kitu mzuri ambacho unafanya. Kwa hivyo wakati ambapo umeona kwamba umeanzilia biashara, ujue adui hatainuka kukuunga mkono, kukununulia. Hapana, adui atainuka kuhakikisha kwamba hiyo biashara imerudi chini. Kwa hivyo kuanzilia siku ya leo, lazima ujue kwamba kila mtu ako na adui, na mimi huishi kusema kwamba hakuna mtu ambaye hana adui, kwa sababu wale watu ambao unafikiriaga unawatendea mema, hao ndio marafiki. Wengine wao waga wanabadilika, wanakuwa maadui. Angalia Yesu Kristo wakati ambapo alikuwa hapa ulimwenguni, neno la Mungu linasemaga aje? Neno la Mungu waga linasema ya kwamba Yesu Kristo wakati ambapo alikuwaga ulimwenguni, alitendea wengi mambo mazuri, wengine akawaponya, wengine akawafufua. Lakini neno husema ya kwamba wakati ambapo alikamatwa, kapelekwa pale kwa yule Pilate, neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo aliulizwa, mnataka tumwashirie nani? Mngependa tumwashirie Yesu, mngependa tumwashirie Barnaba? Hawakutazama ule uzuri ambao Yesu Kristo alikuwa amefanya. Walisema hapana, tungetaka ukaweze kutuashiria huyu ambaye ni mwizi. Kwa maana adui ni ule mtu ambaye ni wakaribu sana, ule mtu ambaye ameona huyo Mungu, yale mambo ambayo Mungu anafanya katika maisha yako. Kwa hivyo kazi ya shetani itakuwaga ni kuharibu, kuua, kusambaratisha kazi yako. Shetani hakuna wakati ambapo atakubali wewe uendelee. Hakuna wakati ambapo shetani atakubali kuona ya kwamba wewe unaendelea. Adui hatawahi kubali kuona wewe ukiendelea. Kuna watu ambao wanajifanyaga marafiki, lakini kazi yao watakaka kuona wewe ukisambaratika, kazi yako ikiisha, ndoa ikiharibika. So ile kitu ambacho nakwambia ni ya kwamba adui kazi yake ni kuhakikisha kuona ya kwamba mambo yako inaenda mlama, inakuendea kinyume. Mambo haiendi kama vile ambavyo wewe unatarajia ikaweza kuenda. Kwa hivyo kuanzilia leo lazima ujue ya kwamba kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Kazi, na hiyo ndio kazi ambayo ni ya adui. Shetani ndiye adui. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye hakutaki mambo mazuri, hakutaki wewe kuendelea, hakutaki wewe kuinuliwa, hataki kuona wewe ukipokelea baraka zako, ujue ya kwamba huyo ni adui. Na ujue kama vile ambavyo nimekwambia ya kwamba kazi ya shetani ama kazi ya adui ni kuiba, kuua na kuangamiza. So kazi yake itakuwa tu ni kuharibu hiyo maono yako. Kwa hivyo kuanzilia siku ya leo ujue kwamba kunao adui. Tuangalie katika kitabu cha Zaburi, Psalms 74 mstari wake wa 20. Tusikie vile ambavyo Biblia inasema kuhusu huyu adui, kwa sababu ningependa sana ukaweze kuelewa, na hakuna mtu ambaye hanaga adui. Usiwaidanganywa, kwa sababu sio watu wote ambao watakuwa wanakutakia mambo mazuri, sio wote ambao watakuwa wanataka kuona wewe ukiendelea. Kwa hivyo kila mtu ako na adui, kila mtu ako na adui. Adui ambaye mimi sijui ni nani, lakini siku ya leo tunaenda kukamata hao maadui, tunaenda kuangamiza
kazi zote za ule mwovu shetani. Kumbuka katika Yeremia 29:11 maandiko yanasema kuhusu mawazo ya Mungu juu ya mwanadamu. So ujue ya kwamba Mungu anakuwazia mawazo ambayo ni mazuri. Mungu anakuwazia mambo mazuri. Mungu hakuwazii mabaya. Kwa hivyo wakati ambapo adui anakuwazia mabaya, Mungu anakuwazia mambo ambayo ni mazuri. Kiangalia pale katika Psalm 74, Zaburi 74, Psalm 74 mstari wake wa 20. Psalm 74 mstari wake wa 20. Ningetaka tuangalie pale vile ambavyo Biblia inasema mstari wake wa 20. Biblia inasema hivi. Biblia inasema ya kwamba ulitafakari agano, maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. That's why nimekwambia shetani anakuaga na haja na usiku. Ukiangalia pale Biblia inasema ya kwamba huyu ni Daudi ambaye anamwambia Mungu ya kwamba ulitafakari agano. Kwa nini? Kwa maana mahali penye giza katika nchi pamejaa makao ya ukatili. Kwa hivyo wakati ambapo giza imeingia, ukatili inaanzilia, uovu unaanzilia. Hivyo ndivyo Daudi anataka kutujulisha. That's why alikuwa anakumbusha Mungu. Mungu, kumbuka ya kwamba tuliagana ya kwamba katika usiku, katika wakati ambao kunakuwa na giza, utakuwa unanipatia ulinzi, kwa sababu ninajua usiku yale mambo ambayo hufanyika usiku. So my brother, my sister, adui anakuaga na haja na usiku. So lazima ujue kwamba ikifika usiku kunaye adui ambaye anainuka, adui ambaye anaangamiza, anasabaratisha. Kama ni hiyo kazi, aliona kwamba kazi yako imeinuka, kazi yako inaendelea, so ni kazi yake. That is why Daudi anasema kwamba it is hours, ama ni masaa ambao ni ya destruction, hours of destruction, night. Na nikitaka ujue kwamba ukiangalia katika Waefeso 6:11 kuna mahali ambapo panakuaga giza. Maandiko yanasemaga kwamba ulimwengu ambao ni wa giza. So in English we say kwamba there are places called dark places on earth full of the habitation of violence. Hivyo ndivyo Daudi anataka kutujulisha pale. Na ukiangalia katika wale wa Efeso 6:11 Biblia inanena kuhusu ulimwengu ambao ni wa giza. Kwa hivyo kuna ulimwengu mwingine ambao unakuaga ni giza. Na usifikiria kwamba ukisikia ulimwengu wa giza kuna mambo ambayo hufanyika, mambo ambayo sio mambo mazuri, ni mambo ambayo ni ya giza ambayo hufanyika mahali pale. So that's why nimekwambia kwamba always shetani atakuaga anainuka wakati ambapo ni wa usiku. Anajaribu kukibizana na baraka zako. Usiku ndio watu ambao hutolewa mpaka uhai. Tutaangalia hiyo katika kitabu cha Ayubu, vile ambavyo Ayubu alisema usiku. Na Biblia inasema kwamba usikuwa unatarajia sana mambo usiku ufike, kwa sababu huo usiku ndio watu huondolewa kwa baraka zao. Watu ndio huondolewa kwa hatima zao. Watu wanaondolewa, destiny za watu zinafunjwa. So ile kitu ambacho nimekuja kukwambia ni ya kwamba you have to know that you have your enemy. So wakati wowote ambao utakubali kulala, ujue ya kwamba unapatia adui nafasi. Kumbuka vile ambavyo Biblia inatuambia katika kitabu cha Wakorintho ya kwamba tusikubali kulala, tusikubali kusinzia, tukeshe tukiomba, tusianguke katika majaribio. Majaribio ni hiyo ya kuondolewa wewe kwa baraka zako, ya kuondolewa wewe kwa hatima yako, ya kuondolewa wewe katika hiyo ndoa yako. Wakati wowote ambapo utalala, kumbuka kuna wakati ambapo mwimbaji mmoja akasema kwamba usilale, maana ukilala adui atapata nafasi ya kukuangamiza. So wakati wowote ambapo unakubali kulala kama hujajisikia, ujue kwamba unapatia nafasi adui nafasi mzuri ya kukuangamiza, kuangamiza hiyo biashara, kuangamiza hiyo maisha yako. Kwa hivyo kuanzilia siku ya leo, ningependa ukaweza kujua na kuelewa ya kwamba shetani huaga ako katika kazini, na ni lazima ujue kazi ya shetani. Lazima ujue ni siku ni nyakati gani ambazo shetani huaga anatembea, adui huaga anainuka. Ule wakati unakaa ukiwa umejisikia, unakaa ukiwa katika maombi, unaanza kukemea, unaanza kuangamiza, kusabaratisha hizo kazi ambazo ni za shetani. Lazima uinuke. Lazima uinuke, ukubali kuinuka, upigane na hiyo kazi ambayo ni ya shetani, kwa sababu nimesema kazi yake ni kuiba, kuua na kuharibu. Na tumeona pale Daudi anaambia Mungu, kumbuka agano. Maandiko yanasema kwamba nao malaika wa Mungu watafanya kituo ili wakakupatia ulinzi. Kwa hivyo usiku wakati ambapo umelala, unafaa uwe unaomba Mungu akuashirie malaika wake wa ulinzi, ndiposa akaweza kukulinda. Kumbuka Biblia inasema hivi. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo kitabu katika bado hiyo kitabu ya Zaburi, maandiko yanasema ya kwamba malaika wa Mungu watafanya kituo ili wakaweza kupatia ulinzi. So ujue ya kwamba unafaa kupatiwa ulinzi. Na bado katika hiyo kitabu ya Zaburi Biblia inasema ya kwamba Mungu asipolinda mji,
Mungu asipokulinda wewe, utafanya kazi ni ya bure. Kwa hivyo Mungu pekee ndiye anaweza kukulinda, kwa sababu uko na adui. Unahitaji kulindwa kwa sababu adui ako. Wakati ambapo nasikiaga Anikolaba na nabii Yakobo ya kwamba Mungu wako alikusaidia, si kuweza kukuangamiza, kwa sababu lakini alikuwa na haja sana ya kumuua Yakobo, ili Yakobo asiendelee, ili Yakobo asibarikiwe. Kwa hivyo lazima ujue kwamba adui sio lazima kuwe ni mtu ambaye ni wabaya. Naweza kuwa ni wewe jirani yako, wewe ambaye mnafanya kazi na yeye hapo, ule ambaye hakutakii wewe mambo mazuri, hakutakii kuona kazi yako inaendelea. So usifurahie wakati ambapo unausa sana, udhania kwamba ni kila mtu ambaye anafurahia kuona kwamba unausa. Hapana, wengine wanaulizaga usiku itafika lini, waende waangamize, wasabaratishe hiyo kazi yako. Kwa hivyo lazima ujue kazi ya shetani ni gani, kazi ya adui ni gani. No, Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Mungu asipolinda mji, wale ambao ulinda, wale ambao ukesha, waga wanafanya kazi ya bure. So lazima uwe unaitisha ulinzi, lazima ukae ukijisikia, lazima ukae macho, kwa sababu adui anakutafuta kila wakati. Atafuta hiyo biashara, hakikisha aone. That's why unaona siku hizi familia mingi watu wanauana. Unashindwa ni kwa nini? Kwa sababu alipatia adui nafasi akaingia usiku wakati ambao kuna giza. Unasikia watu waliuana. Nadhania kuna wakati ambapo nasikiaga mtu fulani mnaashana, mtu fulani ambaye ni rafiki yako, wakati mnaashana yeye akiwa salama, usiku nasikia pengine amekufa, pengine amepelekwa hospitalini, unashindwa ni nini, na jana tulikuwa na yeye alikuwa mzima. Kwa maana wakati ambapo alilala adui aliinuka, na huyo adui ambaye huinuka aidha ikuwe ni ugonjwa, huyo ndiye ambaye ananenea ya kwamba lazima ukujue ya kwamba kuna adui ambaye anakuwinda, kuna adui ambaye anakutafuta ili aone vile ambavyo atakuangamiza. So lazima ujue kwamba kuna adui, na ukijua kwamba kuna adui utaweza kusimama kupigana na huyu adui. Tuangalie katika Waefeso 6 ndiposa ukaelewe vile ambavyo nasema kuhusu usiku. Lazima ujue kwamba kuna nguvu ambazo zinafanya kazi wakati ambapo imefika wa usiku. Lazima ujue kwamba kuna kazi. Waefeso 6:11 tuanzilie 11. Waefeso 6 Ephesians Waefeso 6 mstari wake wa 11, tusikie vile ambavyo Biblia inasema. Biblia inasema hivi 11. Mimi nikipenda tuanzilie hapo 10. Biblia inasema kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Huyu ni Paulo ambaye anawaambia Waefeso ya kwamba wakaweze kuzidi kuwa hodari. Lazima my brother, my sister, lazima ukue na nguvu. Yani ukubali kuwa mtu ambaye ni hodari, ukubali kuwa mtu ambaye ni shujaa. Maandiko yanasema kwamba katika Bwana na katika uweza wake, au katika uweza wa nguvu zake. Kwa nini tunaambiwa lazima ujue kwamba pale kuna kitu ambacho tunajaribu kuelezewa pale na Paulo. Ukiona mahali ambapo unaambiwa kwamba lazima ukue hodari, lazima ukue shujaa. Mtu huwezi kuwa shujaa kama hakuna vita za kupigana. Huwezi kuwa shujaa kama hakuna adui ambaye mnaenda kupigana na yeye. Maandiko yanasema nini? Maandiko yanasema hivi 11, faeni silaha zote za Mungu. Unaona, that's right. Nimekwambia kwamba uwezi ukaambiwa ukue hodari ama ukue shujaa kama hakuna vita. Maandiko yanasema kwamba faeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. So hapa kuna vita, na ni lazima ukue na zile silaha. Na silaha ni wewe kutolala. Wewe kulala usiku ukiomba, ukikemea roho yote ambayo inaweza kainuka na hiyo ndoa yako, na hiyo kazi yako, na maisha yako, roho yote ambayo inaweza kafuga baraka zako. Biblia inasema hivi 12, hapo ndio nitegeta tukaweza kutilia maanani zaidi. Maandiko yanasema kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Angalia, tunaambiwa zile vita ambazo tunapigana sio vita za mwili na damu. Kwa hivyo kama wewe unadhania kwamba adui akiinuka pale ambaye jirani yako mnaenda kushikana masharti mnaanza kupigana, hapana, umekosea. Lazima ujue kwamba unapigana na maandiko yanasema kwamba bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ukiangalia pale unaambiwa kwamba kuna wafalme, watu ambao wako katika mamlaka. Unaambiwa kuna wakuu, kuna watu ambao wako na amri, wako na hiyo mamlaka ya kutawala wakati ambapo giza imeingia. Na hao watu ndio ambao ninakwambia, kwa sababu hao ndio adui. Mtu yeyote ambaye anakukujia wakati ambapo umelala, wakati ambapo hujielewi, wakati ambapo hujajitayarisha, huyo ndio adui. Maandiko yanasema kwamba bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Kwa hivyo unajua
ya kwamba kuna ufalme na kuna mamlaka na kuna wao ambao wanaitwa majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo katika ule ulimwengu ambao tuko, kuna ulimwengu mwingine wa roho ambao kuna watu ambao ni wafalme, kuna watu ambao ni wakuu, watu ambao wako na sheo, watu ambao wanajaribu kuinuka kupigana na maisha yako. Either kama ni hiyo ugonjwa ambao unasikia, yale magonjwa ambayo yanaua, hao ningetaka ujue kwamba hao ndio wale maadui ambao ninaongelelea. That's why ukilala unapata kwamba ukiamkia asubuhi uliota ya kwamba umegojeka. So unapata kwamba umegojeka kwa maana wewe ulidharau nguvu ambazo zinafanya kazi wakati ambapo ni wa usiku. Kwa hivyo ningependa ukaweze uelewe ya kwamba kuna nguvu ambazo zinafanya kazi wakati ambapo ni wa usiku, na ni lazima uinuke ukapigane na zile nguvu katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nataka kutangaza ya kwamba kuanzia siku ya leo, kila nguvu zote za giza zilizokuwa zinainuka kinyume na maisha yako lazima zisabaratike katika jina la Yesu Kristo. Kila wafalme wote ambao wanainuka kinyume na maisha yako, yeyote ambaye anajaribu kuinuka kupigana na maisha yako, kupigana na hatima. Unajua that's why watu wamefungwa, watu hawaendelei, biashara ziendelei, kwa maana kuna roho ambayo iliinuliwa wakati ambapo ulilala. Kuna roho ambayo iliinuliwa, kuna sarakasi ambazo zilifanywa mahali ambapo unafanyiaga kazi. Ni kama wewe ulipata wakati ambapo watu walikuwa wanasuguka biashara za watu ushi. Unasikia kazi zinafanyikaga usiku. Napata mtu aliamuka kaenda akasuguka hiyo biashara yako. Na wewe kwa sababu ulilala, unapoamuka hata ukumbuki kuombea hiyo biashara, wewe unaamuka tu kama umeelekea kazini. Ningetaka kukwambia my brother, my sister, that's why mnaona kwamba hizo nguvu zinainuka, zinaanza kufuga hiyo biashara, zinaanza kufuga wewe kuendelea. Unapata kwamba ulikuwa unauza, siku hizi hauuzi. Na hiyo ni kitu ambayo nimekuwa nikidili nayo pale kanisani. Nimeona watu wengi sana, na kuna wakati ambapo nitakuwa nachukua video zingine ninawaletea hapa. Unasikia wewe mwenyewe mapepo ikiongea vile ambavyo waliinuka usiku. Wengine wakalishwa kiroho, wengine wakafanyiwa kazi usiku. Sasa unapata kwamba wakati ambapo alilala, kuna roho ambayo iliinuliwa pale kazini. Unapata kazi imefungwa, ule mtu anaenda pale leo kesho kutwa, naona kwamba kazi haiendelei, kazi tu anaenda hasara. Unapata kwamba alifika mahali akafunga kazi ambayo alikuwa ameanzilia kuona baraka katika ile kazi. So lazima ujue ya kwamba ikifika usiku kuna nguvu ambazo huaga zinafanya kazi, na ni lazima uelewe ni nguvu za aina gani, kwa maana shetani ameinuka kwa njia kubwa. Shetani ameinuka kwa njia ambayo ni ya ajabu. Shetani ameinuka usiku wakati ambapo umelala, wakati ambapo hujielewi, wakati ambapo huwezi kupigana vita. Nimesema mchana ni gumu sana uone mtu akisuguka kazi ya mtu mchana. Ni gumu sana. Ni gumu sana uone mtu akiinuka usiku. Lakini lakini masaa ya usiku, mimi ningependa Mungu akufungue macho ya kiroho, uone yale mambo ambao huaga yanafanyika usiku. Ukisikia Daudi akiambia Mungu ya kwamba kumbuka agano lile ambao tuliagana, kwa maana ninajua ule ukatili, ugaidi ambao unafanyika usiku. Ninajua nguvu ambazo zinafanya kazi usiku. Hiyo sio mchezo. Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa amemwagiliwa mafuta. Alikuwa mtu ambaye alikuwa mfalme, lakini alijua ya kwamba usiku kuna nguvu ambazo zinafanya kazi. So lazima ukubali kusimama. Lazima ukubali kukesha, ukiomba. Kesha, ukiomba, ukisabaratisha wa maadui. Kumbuka, na mimi usema hivi, neno la Mungu linasema ya kwamba hakuna silaha itakayoinuliwa kinyume na maisha yako itafanikiwa. Lakini siku hizi silaha mingi zimeinuliwa, zimefanikiwa. Kwa maana wewe ulisinzia, wewe ulikubali kulala, na ukilala adui anainuka. Nimesema wakati ambapo hujalala adui anaweza kainuka. Maandiko yanasema kwamba maadui, kwa nini Biblia inasema mambo ya maadui watainuka kwa njia moja, Mungu awasabaratishe kwa njia 7. Kwa maana kila mmoja ako na maadui. Nao maadui akiinuka kama hujalala, maandiko yanasema kwamba atainuka kwa njia moja, Mungu awasabaratishe kwa njia 7. Kwa hivyo lazima ujue kwamba uko na adui, na huyo adui wakati wowote ambapo anainuka, either ikuwe usiku, kwa maana umejielewa. Sasa unaambia Mungu inuka sasa, kama vile ambavyo Biblia inasema. Maandiko yanasema kwamba if you know these things and do them, happy are you. Kwa hivyo lazima ujue ya kwamba ukijua kwamba uko na adui, najua hutaweza kulala. Kwa hivyo huyo adui hatafanikiwa kufunga maisha yako, kufunga baraka zako, hatafanikiwa. Lakini ukilala, ule adui atafanikiwa. Kila silaha ambayo itainuliwa, hata kama ni kansa imetumwa. That's why unasikiaga wengine ni mapepo. Unapata kwamba mtu ametumiwa HIV, ametumiwa kansa, ametumiwa hii roho ambayo ni ya corona. Unashindwa ni kwa nini inakuja, asipojielewa inamuangamiza. So kuna mama mwingine
ambaye nilikuwa nimeenda kumuombea, akaniambia kwamba alifanyiwa operation, lakini hata wakati ambapo alifanyiwa operation, kwa sababu hakuelewa ni roho gani ambayo alikuwa anapigana nao, na ananiambia hii kitu ilianzia kwa ndoto. Wakati ambapo alianzia kwa ndoto, akaamuka akapata kwamba amegojeka. So wakati ambapo aligojeka, wakati ambapo alienda hospitalini, ikasemekana ya kwamba lazima aende afanyiwe operation, atolewe hiyo nyungu ya mzazi. Wakati ambapo alitolewa, ile shida haikuisha, kwa maana hiyo haikuwa ni ugonjwa, lakini kwa sababu alipuuza zile nguvu za ule adui ambaye aliinuka usiku katika ile ndoto, akapuuza zile nguvu. Wakati ambapo alipuuza zile nguvu, so ikakuwa ya kwamba maisha yake ikashikwa kwa njia moja ama ile nyingine. So akakuwa anapitia katika hali ambayo ni ngumu sana. So inakuwa ya kwamba hawezi kutoka nje, ni shida, kutembea ni shida. Sasa anakaa kwa kiti, analala tu pale. Na wakati ambapo nilichunguza, hiyo roho ilikuwa inataka kumuangamiza, lakini kwa sababu wakati ambapo alielewa ya kwamba haikuwa ugonjwa, akaanza kutafuta sasa msaada kwa wachungaji. Hapo ndipo alifanikiwa yeye kukua hai, kwa maana shetani alikuwa anataka kumuangamiza. Nimesema kazi ya shetani kuiba, kuua na kuharibu. Kuiba, kuua na kuharibu. So lazima ujue hiyo mambo ya kwamba shetani akikuja, akipata nafasi ya kudhuru maisha yako, ni hivyo. Amekuiba mawazo, then anaanza kukuangamiza pole. Dakika ya mwisho anakupeleka kwa kaburi. So lazima ujue kazi ya shetani gani, ujue kazi ambayo ni ya adui, na wewe ukaweza kuinuka ukapigana na huyo adui katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nimekuja kukutangazia ya kwamba kuanzilia siku ya leo, kila adui yeyote, either kama aliingililia katika ndoto ama ni katika chakula, mimi natangaza lazima siku ya leo akaweze kuondolewa katika jina la Yesu Kristo. Nimetumwa hapa nikakuja nikaangamize adui, nikaangamize kazi zote, nikafunge kazi zote za ule mwovu shetani, kazi zote za adui. Either kama walikuibia wakakubadilishia biashara yako, nimekuja kusema ya kwamba biashara yako inaenda kurejelea katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao uko pale ulifunga biashara, haukujua what happens ili ukaweza kufunga hiyo biashara, nimekuja kukwambia siku ya leo ya kwamba hiyo biashara inaenda kusimama katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukwambia ya kwamba shetani hana nguvu, shetani hana uweza juu ya biashara yako, juu ya ndoa yako. Wewe ambaye mliachana na bwana yako, wewe ambaye mliachana mke wako, kwa ajili shetani aliinuka. Nataka nikatangaze ya kwamba hiyo ndoa inaenda kurejelea katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ndoa inaenda kusimama katika jina la Yesu Kristo. Wewe ulitolewa katika ile kazi ambayo ilikuwa ni ya baraka zako. Ningetaka ujue ya kwamba ninaenda kukuondolea huyo adui ambaye aliinuka akakubadilishia ile kazi yako, akakuondoa kwa ile kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana najua kazi ya shetani ni kuiba, kuua na kuharibu. Nami nimesema kama kuna kazi yako, kama kuna baraka zako zote ambazo zimeibiwa, zinaenda kurejelea katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo siku ya leo, mtazamaji wangu, mahali popote ulipo, nataka ujue adui yako ni nani. Lakini haijalishi ikuwe ni huyo nyanya yako, ikuwe ni huyo ambaye ni aniko yako, anti yako, nataka kusema kwamba siku ya leo anaenda kuondolewa katika maisha yako. Huyo ambaye anazuilia wewe kufanikiwa, huyo ambaye anazuilia wewe kuinuliwa, wewe kusonga mbele, ninatangaza kwamba lazima ataondoka katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana umejua kwamba uko na adui. Na ningependa wakati wowote wale ambao wako katika biashara, mimi huishi kusema hivi, wewe ambao uko katika biashara, ni lazima ujue kwamba sio watu wote ambao ufurahia wakati ambapo nawaelezea vile ambavyo umeuza. So sio kila mtu ambao utakuwa muelezea babo zako za ndani. Wengine wako pale kukuchunguza ndiposa wakajue mahali ambapo umefikia, wakajue vile ambavyo watafanya, wafuge hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Lakini mimi nimetangaza ya kwamba watakujaribu lakini hawatakuweza. Mungu alimwambia Joshua ya kwamba hakuna mtu ambaye ataweza kuinuka kinyume. Na mimi nimekuja kusema ya kwamba adui hatakuweza katika jina la Yesu Kristo, kama utakubali kukua tayari. Bwana Yesu asifiwe. Kama utakuwa umejisikia. Na mimi nikisema kwamba tukaweza kujisikia. Neno la Mungu linasema kwamba hakuna mtu ambaye anajua saa ama dakika ama sekunde ya mwana wa Adamu kurejelea. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kwamba kuwa tayari. Kesha ukiomba, my brother, my sister. Unajua kuna wakati ambao tulikuwa tumezoea kwenda keshas, lakini siku hizi watu waliacha zile njia ambazo za Mungu. Na mimi nakwambia urejelee katika zile njia ambazo za Mungu. Tuende katika zile kesha, tuombe, tukeshe tukiomba. Kwa maana kuko na maadui ambao wanainuka, ambao wamekubadilishia maisha yako. Na kila roho, either kama ni madhabahu, inafanyaga kazi usiku. Laana mingi zinafanyaga kazi usiku. Mambo mengi ya shetani huwa yanafanya kazi usiku, haifanyagi mchana. Kwa hivyo lazima na wewe ukubali kusimama, kuinuka, upigane na ule mwovu shetani, upigane na huyo adui yako, huyo adui ambaye anapiga mafanikio yako. Lazima usimame upigane naye katika jina la Yesu Kristo. Ningetaka tuangalie
katika kitabu cha Ayubu 30. Kitabu cha Ayubu, Job. Tusikie vile ambavyo Ayubu anasema na Mungu wetu atatubariki. Kitabu cha Ayubu mlango wake ni wa 30 mstari wa 17. Kitabu cha Ayubu, Job, Ayubu 30 mstari wake wa 17. Biblia inasema hivi, 30 mstari wake wa 17. Biblia inasema hivi. Biblia inasema kwamba wakati wa usiku mifupa yangu hushomeka ndani yangu na maumivu yanayonitafuna hayapumziki. Angalia, huyu ni Ayubu. Ayubu anasema wakati wa usiku mifupa yangu hushomeka. So mifupa ya Ayubu ilikuwa inashomeka usiku. Kwa nini anasema mambo ya usiku na sio mchana? Kwa maana usiku shetani huaga anafanya kazi usiku. Nimesema mara mingi mpaka za maugonjwa huaga zinaashiriwa usiku. So Ayubu anasema kwamba wakati wa usiku mifupa yangu hushomeka ndani yangu na maumivu yanayonitafuna hayapumziki. Maumivu wakati ambapo umegojeka. Sasa Ayubu alikuwa anasema kwamba wakati ambapo inafika usiku anakuwa na hiyo maumivu, mwili inaanza kukua na ule ushungu. Kwa nini mwili ukue na ushungu usiku na sio mchana? Kwa maana shetani huaga anafanya kazi usiku. So lazima uelewe tactic, wiles of the devil, hila za ule mwovu shetani. Lazima ujue ni njia gani ambao shetani anakuinukia nayo, adui yako anakuinukia nayo, kwa sababu topic ni adui. So yeyote ambaye anainuka usiku unajua watu wengi hawalali siku hizi kwa sababu ya ndoto. Unapata mtu anaota ndoto ambazo sio mzuri, na huyo mtu aweza kujiuliza ni kwa nini ikifika tu usiku naota ukiwa mmelala wale watu ambao wamekufa, mkiwa mnakula na wao, mkiwa mnatembea na wao, mkiwa mnafanya kazi na wao. Lazima ujiulize ni kwa nini hii mambo inanikujiaga usiku. Mchana na kuaga ni sawa, lakini ikifika usiku ninaota nikifanyishwa kazi gumu. Kwa maana adui atakaga tu kukutesa wakati ambapo wewe ujielewi, wakati ambapo ni wa usiku. Na ni lazima uelewe ya kwamba wakati wa giza imeingia, kuna maofu ambayo tulisikia Daudi akisema hivyo, kuna ukatili, kuna maofu ambayo lazima ikafanyike. So lazima ukue umejielewa sana. Diposa wakati ambapo hiyo maofu inaashiriwa, watu wanadugagwa fisu usiku, wananyaganyagwa usiku, sio mchana. Mchana sio sana. Hata kama kuna hiyo wizi sio sana kama usiku. Lakini usiku ndio nasikiaga mtu alidugwa kisu, mtu alikatwa. Kama juzi nimeona mtu ambaye amekatwa kichwa, na ni usiku akielekea kwake nyumbani. Kwa maana usiku ndio shetani ataishi kuwa anafanya kazi. So ni lazima na wewe, my brother, my sister, usiku ukiingia usifurahie hiyo usiku. Usifurahie usiku. Kwa maana usiku uko na mambo zake. Usiku shetani ataka usiku ifike akuangamize, aangamize maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima uelewe njia gani ambayo shetani anainuka nayo. Shetani anainukaga usiku. Adui anainuka usiku. Adui huyo wa mafanikio anainuka usiku. Anajaribu kuinuka ili wewe usikaendelee, ili wewe usibarikiwe. Anajaribu kufunga baraka zako, anajaribu kufunga milango yako. Lakini kuanzilia siku ya leo, kwa maana tumeelewa mwili wako hautakuwa unakuuma usiku. Maugonjwa hatakuwa na kuinukia usiku katika jina la Yesu Kristo. Hiyo maroho ambayo hufanya kazi usiku, yote tunayakemea, yote tunayagamiza katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukutangazia ya kwamba kuanzilia siku ya leo unaenda kufunguliwa, mwili wako unaenda kufunguliwa. Yale mambo, unajua kuna watu ambao halalagi usiku kwa yale mambo ambayo hufanyika usiku, lakini nimekuja kukutangazia ya kwamba kuanzilia siku ya leo Mungu anaenda kukupigania katika jina la Yesu Kristo. Malaika wa Mungu anaenda kukupatia ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Hautateseka, hautalia tena katika jina la Yesu Kristo. Niko anaana kuanzilia siku ya leo utakuwa na ule ulinzi katika jina la Yesu Kristo. Kuna neno ambalo nitafuta katika kitabu cha Ayubu, usikie yale mambo ambayo Ayubu 36 mstari wa 20. Ayubu 36 mstari wake wa 20. Hili ni neno ambalo unifurahisha sana, na ukisoma hili neno utaelewa zaidi. Ayubu 36 mstari wake wa 20. Tusikie vile Ayubu anasema. Sikia neno lingine hapa, mstari wake wa 20. Hii ningependa ushike na ujiwekee. Maandiko yanasema kwamba usiutamani usiku, wakati watu wakatwapo katika mahali pao. Sikiliza.
Sio mimi nisema, hebu nikusomea kwa Kiingereza. Biblia inasema kwamba discern not the night when people are cut off in their place. Usiku ndio watu waga wanaondolewa. Unaondolewa, kwa hiyo ulikuwa manager unaondolewa. Usiku ndio mtu waga anaondolewa. So nimesema adui yako ataishi kuinuka usiku. Huu ni Ayubu anasema kwamba usiutamani usiku. Kuna watu ambao wanapendaga sana usigizi. Usipende usigizi. Kwa maana usigizi ndio watu waga wanaondolewa. Kwa hiyo biashara yako unaondolewa, kwa hiyo doa unaondolewa. Ulikuwa healthy, mwili wako ulikuwa na health, unakuja unanyang'anywa hiyo health hiyo usiku. That's why Ayubu anasema pale ya kwamba usiutamani usiku wakati watu wanatolewa katika mahali pao. So that's why unaona watu ambao walikuwa wamebarikiwa, watu ambao walikuwa wanaendelea, siku hizi zinashindwa. Kwa nini hao watu hawaendelei? Kumbe hao watu walikuja wakatolewa kwa mahali pao. So my brother, my sister, nimekuja kukwambia kuanzia leo ushuge sana, uwe unaangalia usiku, ujue yale mambo ambayo yanafanyika usiku katika jina la Yesu Kristo. Utakapojua yale mambo ambayo hufanyika usiku, si ile vita ambazo unafaa kung'ang'ana kupigana nazo, ninaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atazidi kukulinda zaidi katika jina la Yesu Kristo. Kama utakubali kukesha ukiomba, kama utakubali kukesha ukipigana na huyo adui, kwa sababu kila mtu ako na adui, na uko na adui wa kupigana na yeye, adui ambaye ni wa usiku. Ukikubali kusimama kupigana na huyo adui ambaye ni wa usiku, hapo ndipo maisha yako yatasimama, hapo ndipo wengi wataendelea, hapo ndipo biashara yako itafanikiwa. Utaanza kuona biashara imeanza kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Utaanza kuona hiyo doa iko na amani. Kwa hivyo kuanzilia siku ya leo, ningependa usimame na ningependa upigane, pigana kabisa, upigane na kila roho yote ambayo inakuinukia ikifika wakati wa usiku. Na ningependa mahali ambapo ulipo kwa dakika kidogo niandikie, uniambie ni adui mgani huyo ambaye huaga na kuinukia usiku. Kuna watu ambao huota. Mimi ningependa uniambie, kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu na niko na hiyo, nimepatiwa authority, nimepatiwa mamlaka ya kufunja hizo nguvu ambazo ni za usiku, huyo adui ambao kuinukia usiku. Kwa hivyo ningependa ukakubali, uniambie mahali ambapo ulipo, niandikie ujumbe kwa 0720661909 nikiwa katika hii mitambo, nikaanza kujua ile shida ambayo unapitia usiku. Na wakati ambapo utaniandikia hiyo shida, ninaamini ya kwamba hiyo shida itaenda kufika mwisho. Kuna watu ambao wananiambia kwamba hawalalagi. Ningependa uniambie yale ambao mambo ambao huaga inakutokezea usiku, na ninaamini ya kwamba tunapoomba siku ya leo, ninapokuombea, hiyo mambo inaenda kufika mwisho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kabla nimalizie na andiko moja ambayo iko katika kitabu cha Yeremia 1:19, ningependa nione mahali ambapo upo, uniambie mahali ambapo uko na yale mambo ambayo unapitia usiku, na mimi nitaweza kusimama, nitaweza kukuombea na Mungu wetu atakubariki. Kuna watu ambao wanakujaga usiku, ninasikia kwamba walikula katika ndoto. So unapata kwamba mwili imenona, mwili imebadilika. Unaona kwamba kwa hakika huu sio mwili wa huyo mtu, lakini kwa sababu alilishwa katika ndoto, sasa mwili inabadilishwa, unaondolewa ule utukufu. Mtu ambaye alikuwa oleke anaondolewa katika utukufu. Naona kwamba ako na mwili mwingine ambao hauwezi akakubalika. So wakati wowote ambapo anaenda na kutana na mpendwa wake, mpenzi wake, unapata kwamba wanashukuana siku ya kwanza, ya pili anakataliwa. Kwa maana kuna roho ambayo iliigizwa wakati ambapo alilala, kapatia aidha kama alipatiwa kupitia chakula. Unajua kuna watu wanalishagwa kiroho. Na mimi ningependa uniambie, na mimi nitafanya nini? Nitakuombea kwa sababu mimi ni mtumishi. Kuna mtu ambaye anaitwa Kezi wa kwa Ben, ananiambia yeye huaga na nyongwa, but nilikemea hiyo pepo. Unaona? So kuna watu ambao wanajaribigi. Nimesema usiku, sio mimi nimesema, ni Ayubu ambaye anasema kwamba usitamani usiku, kwa maana usiku ndio watu waga wanaondolewa. Kuna watu ambao walikufa mpaka kimwili, kwa maana walinyongwa, ukajoka, shetani akahakikisha kwamba mpaka amekuondoa katika ule mwengu. So watu wanapitia. Ukiona kama huyu anasema kwamba lakini yeye kwa sababu hakulala aliinuka, anasema kwamba alikemea hiyo pepo hiyo ya kunyongwa. Kwa hivyo usiku wakati ambapo ilikuwa inafika alikuwa ananyongwa. So wakati ambapo ninaongea kuhusu adui, kuna watu ambao wanaelewa vile ambavyo ninasema, kwa maana usiku kuna watu ambao halalagi. Kama wewe unalalanga, unapata kwamba imefika asubuhi, shukuru Mungu sana. Kuna watu ambao halalagi. Mtu tu akijiwekelea kwa kitanda mwili ndio hiyo na hakukuwa mgonjwa. Mwingine akijiwekelea tu hivyo, ile ndoto anaota akikibizwa na wanyama.
Kuna mwingine ambaye alikuwa ananiambia alikuwa tu anaona wanyama wanamkibiza, wale wanyama ambao ni wakubwa anaona tu wakimkibiza. Kuna mwingine ambaye ako katika mitambo ananiambia ile shida ambao anapitianga. Na mimi nikakwambia, unaona asante Kezi wa Kwabeni, asante sana kwa sababu ya kunakili hiyo maandiko iko katika Ayubu 36:20. Hiyo ndio nimesema ya kwamba usifurahia usiku, kwa maana usiku ndio watu waga wanaondolewa katika mahali pao. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wameendelea wakati tu alilala akaota. Kuna mwingine ambaye ananiambia hivyo, wakati tu alilala akaota, akaona kwamba mali yake yote imeshukuliwa na upepo na imeenda. Kuanzilia hapo shida ikaanzilia. So ningependa tuangalie hii neno iko katika Yeremia 1. Kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 19. Tusikie vile ambavyo mtumishi wa Mungu ananena pale. Kitabu cha Yeremia 1:19. Na nimesema uendelee ukiniandikia ujumbe kidogo uniambie yale mambo ambayo, kwa sababu nitaenda kuomba na wewe, na tunapoomba utaniambia hiyo mambo itafika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Mimi nimesema kwamba ninafanyaga deliverance, so najua yale mambo ambao watu wanapitia usiku. Mimi ninajua kuna watu ambao walalagi usiku kwa yale mambo ambao waga wanapitia. Nimesema tuangalie katika Yeremia 1 nikienda kumalizia, kwa sababu naona masaa yangu yanaelekea kuisha, na ningependa kabla masaa haijaisha nikaweza kuomba na wewe na nikaweza kukuelezea vile ambavyo naweza ukaniona. Might be uko pale umegojeka, uko pale kuna maroho ambazo zinakuataki usiku, kuna mambo ambayo unapitia peda ya kwamba ukaweza kukombolewa katika hiyo hali. So nitakuelezea vile ambavyo unaweza ukanipata na Mungu wetu atakubariki. So nimesema kwamba tuangalie katika kitabu cha Yeremia 1:19, tusikie vile ambavyo Biblia inasema. Yeremia, kitabu cha Yeremia 1 mlango ni wa kwanza mstari wa 19. Maandiko yanasema hivi: nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Sikiliza. Biblia inasema ya kwamba watapigana nawe, adui atapigana nawe, haijalishi, lakini adui atajaribu kupigana nawe, lakini Biblia inasema ya kwamba hata kama atapigana nawe hata kushinda. Maandiko yanasema kwa nini? Kwa maana Mungu atakuwa pamoja nawe, asema Bwana, ili akakuokoe. Kwa hivyo kuna watu ambao wanahitaji kuokolewa siku ya leo. Kuokolewa kutokana na hizo maroho ambazo zinakunyonga, hizo maroho ambazo zinakuinukia, hizo maroho ambazo zinainukia hiyo biashara yako, hiyo ndoa yako. Mungu anasema ya kwamba watajaribu kwa kila njia kupigana na wewe, lakini hawatakuweza. My brother, my sister, nimekuja kukwambia adhuri ya leo kwamba watajaribu kupigana nawe, watajaribu kupigana na hiyo biashara yako, watajaribu kudhoofisha maisha yako, kudhoofisha kazi ya mikono yako, lakini hawatakuweza katika jina la Yesu Kristo. Nimekuja kukutabiria ya kwamba kila adui aliyekuwa nainuka kinyume, kuanzilia siku ya leo hautawahi muona tena katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walikuwa wanainuka wakuondoe kwa hiyo biashara yako, wakuondoe kwa hiyo ndoa yako, nimekuja kukuelezea kwamba kuanzilia leo hawatakuweza katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana Biblia imetuambia kwamba watajaribu kupigana nawe, lakini Bwana atakuwa pamoja na wewe ili akaweza kukuokoa. Kwa hivyo kuna mtu ambaye anaokolewa. Wewe ambaye uko mahali pale umefinyirika sana, unapitia mambo magumu, unapitia hali ambayo ni gumu, ikifika usiku wa ulali, nimekuja kukutangazia kuna neno ambayo inasema ya kwamba tunapolala usiku hatutakuwa na hofu. Nimekuja kukutangazia ya kwamba kuanzilia leo, wakati ambapo unalala, hautakuwa na hofu, hautakuwa unapitia hayo mambo ambayo ni ya kukustua. Unajua kuna watu ambao waligojeka paka hiyo pressure, kwa maana walikuwa wanalala wanaona mambo ambayo ni ya kuwastua, so wakaanza kustuka, pressure ikaanzilia kupanda. So nimekuja kukuambia kuanzilia siku ya leo yale ambayo unapitia yamekuja kufika mwisho. Kwa maana nimetumwa nikuje nikwambia kwamba watajaribu kupigana na wewe, lakini hawatakuweza, kwa maana Bwana ako ili akuokoe, ako ili akupiganie. Na huyu Mungu ambaye ninamnena kuhusu siku ya leo, ninaamini ya kwamba anaenda kuondoa huyo adui katika jina la Yesu Kristo. Huyo ambaye amekamata baraka zako, nimekuja kukutangazia ya kwamba kuanzilia siku ya leo hana nguvu na hana uweza katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao walikuondoa kwa baraka zako, siku ya leo nataka nikakurejeshe mahali ambapo
ulikuwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao uliondolewa kwa baraka zako, leo nimekuja ili nikaweza kukurejesha katika jina la Yesu Kristo. Na ninaamini kwamba tunapoenda kuomba kuna mambo ambayo itabadilika katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na nimesema kwamba uniandikie tu ujumbe kidogo, uniambie yale mambo ambayo unapitia katika jina la Yesu Kristo. Ningependa nijue yale mambo ambayo unapitia usiku, ili niandikie tu jina yako, uniambie yale mambo ambayo unapitia na Mungu wetu atakubariki. Niambie tu yale mambo ambayo unapitia. Uko pale haujafunguliwa, might be hujawahi pata mtumishi wa Mungu akukufanyia deliverance. Naamini kwamba tunapoomba leo utapata usigizi katika jina la Yesu Kristo. Acha nikwambie, I wish siku moja ungetembea kwa madhabahu ukaweza kusikia maroho ikinena, mwingine tu akilala na ana Bwana mapepo inalala na yeye usiku, lakini hayo mambo hayawezi kufanyika mchana, lakini usiku inafanyika. So ukisikia nikisema yale mambo ambayo inafanyika usiku, ukisikia Daudi akiambia Mungu, kumbuka lile agano, kwa maana najua ugaidi, ukatili, yale mambo ambayo yanafanyika usiku. Daudi, that's why alikuwa anaambia Mungu, kumbuka lile agano ya kwamba utakuwa unanilinda, unanizingira. That's why nakwambia kwamba unahitaji ukaweza kufanya nini. Na Agnes Kafuthi, nimeshukuru sana, ananiambia uko tuned. Kuna Dubi Simon ananiambia ako tuned sana, ako dhika. Mungu wetu akakubariki. Kezi wa kwa Beno ananiambia reference hiyo kunyogwa ni roho baya ama anakuaga ni mtu. Hiyo inakuaga ni roho baya. So huyo ndio adui. Unajua adui anajaribiki kuinuka kwa kila njia. Na adui shetani utawahi muona. Shetani nasemaga ya kwamba shetani anaweza kuwa either roho, anaweza kuwa ni mtu. Huyo ambaye anainuliwa ili akuinukie, ili ainukie kazi yako, ili ainukie hiyo doa yako, ili akuondoe mahali ambapo kuna baraka zako. Mtu yeyote ambaye anakuaga kinyume na yale ambayo ni mafanikio yako, ujue huyo ndio adui. Sio anaweza kuja akiwa in spirit, anaweza kuja akiwa mtu, anaweza kuja akiwa jambo lingine lolote. So adui sio lazima afanye nini. Kuna huyu ananiambia mimi sitaki kuongea sana. Rajiro amulagori ashindwe kabisa katika jina la Yesu Kristo. Na kuna mtu mwingine ambaye DJ Patia, nimekuona. Asante sana, karibu. Kuna mtumishi wa Mungu ambaye ninampenda sana, ataenda baada, anaitwa Shaus wa Ilago Gatimbo. Mahali popote ulipo ninaona uko tuned, niambia amen, true man of God. Watu wanajua yale mambo ambayo hufanyika usiku. Na kuna mwingine hapa ambaye namuona, Mungu wetu Tata Monica wa Kitegera. Mungu wetu akubariki sana kwa sababu ya kukua kwa mitambo. Mungu wetu akubariki sana. So mahali popote ulipo, mimi nasema ya kwamba Mungu wetu akakupigania. Tumesikia kwamba hautafanya nini. Kezi wa kwa Beno niambia Lefred, mimi nilikuwa na nyogwa hadi mchana nikijielekelea tu kwa bedi ninanyongwa. Na shukuru sana kwa sababu na wewe uliweza kutabua hiyo ni roho gani, ukaweza kuikemea. Lakini bado tazidi kukuombea zaidi. Nitakuombea na ninaamini ya kwamba ninapokuombea mambo itaenda kubadilika. So wakati wowote ambapo unanyongwa ili ukaweze kuondolewa mahali ambapo kuna baraka zako. Unajua kila mtu, na mimi hivyo ninasema ninapoenda kumalizia, kuna kitu ambacho mimi husema ya kwamba Biblia inasema katika Yeremia 29:11, mawazo ya Mungu juu ya mwanadamu, Mungu huaga na kuwazia mema, huaga na kuwazia amani. Kwa hivyo wakati ambapo inafika usiku na una amani, ujue hiyo sio mawazo ya Mungu. Hiyo ni mawazo ambayo ni ya adui. Na hiyo mawazo ndio unafaa unakemea, unaangamiza, unasambaratisha. Kwa hivyo wakati wowote ambapo unaona kwamba hauendelei, mambo yako haiendelei, jua kwamba kuna adui ambaye alisimama akainuka kinyume na hiyo maendeleo yako ili usikaweza kuendelea. Tumeona pale katika Mathayo 21 mstari 13:24 tumeona kwamba ule mpanzi wakati ambapo alienda kapanda mbegu mzuri, shetani wakati ambapo alilala aliinuka, adui aliinuka. Biblia inasema kwa sababu adui yake. Kwa hivyo kila mtu anakuaga na adui yake akainuka, akaenda kapanda magugu. Kwa hivyo na mimi nimekuja kukuambia kwamba adui ambaye aliinuka
akasema either kama aliinuka kwa maneno akasema utaendelea, mimi nimekuja kukutabiria kwamba utaendelea katika jina la Yesu Kristo. Huyo adui ambaye aliinuka akasema biashara yako itaendelea, nimekuja kutangazia hiyo biashara ya kwamba inaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Huyo adui ambaye aliinuka akasema hutawahi oleka, kuanzilia siku ya leo, jioni usiku wa leo, nimekuja kukutangazia ya kwamba unaenda kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Ninataka nikaweza kukuombea mtazamaji wangu mahali popote ulipo, na Mungu wetu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimeombea mtazamaji wangu Bwana mahali popote alipo Bwana, naomba ukaweza kumkumbuka, ukaweza kumuinua, ukaweza kumbariki. Tazama Bwana, umetujulisha Baba kuhusu adui yeyote aliyeinuka kinyume na ndoa yake, kinyume na kazi yake, kinyume Baba Jehova Mungu na maisha yake, adui aliyeinuka kinyume na mwili wake Bwana, ninamkemea, ninamwangamiza, ninamsambaratisha. Netagazia huyu adui ya kwamba hana nguvu, ya kwamba hana uweza katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika Kristo walioondolewa kwa baraka zao Baba, ninatangaza wanaenda kurejeshwa, ni kwa maana adui anaenda kuondoka katika jina la Yesu Kristo. Baba, neno lako linasema kwamba Mungu, hatuwezi tukapigana na adui kama hatujamfunga. Baba, ninatangaza kila adui yeyote aliyekuwa nainuka, aidha ni usiku, aidha ni mchana, my Father, ninamfunga, ninamkemea, ninamwangamiza, ninamsambaratisha, ninamuondoa Baba kwa baraka za watu wako Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mfalme wa wafalme Baba, ninatangaza kuanzilia siku ya leo Bwana, watu wako wakakuone, watu wako wakabarikiwe, watu wako wakashuhudie Baba matendo yako Mfalme katika jina la Yesu Kristo. Tunakamata maroho zote za giza ambazo utawala ufalme wote wa giza, mamlaka yote Baba tunayaondoa katika jina la Yesu Kristo. Waefeso 6:11 Baba, ninatangaza ulimwengu wa giza, yale yote ambayo yanapangwa katika ule ulimwengu wa giza Baba tunayasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Kama vile neno lako linasema kwamba Mungu, hakuna silaha ambayo itainuliwa kinyume na maisha ya watu wako Bwana itafanikiwa katika kazi yake. Baba, ninatangaza kila silaha iliyokuwa inainuliwa kinyume na kazi ya Baba ya mtu ya watoto wako Bwana haitafanikiwa. Baba, kila silaha iliyokuwa inainuliwa kinyume na hii doa haitafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Neno lako linasema kwamba Mungu, maadui atainuka kwa njia moja, utawasambaratisha kwa njia 7. Baba, ninatangaza kila adui aliyekuwa inainuka Baba ninamsambaratisha, hana nguvu na hana uwezo katika jina la Yesu Kristo. Nabarikisha mtazamaji wangu Bwana mahali popote walipo Bwana, ninaombea wagonjwa Baba katika jina la Yesu Kristo. Hawa ambao ni wagonjwa ambao Bwana hii ugonjwa iliashiriwa usiku wakati ambapo walikuwa wamelala, ninawafungulisha katika jina la Yesu Kristo. Baba, huyu mama namfungulisha katika jina la Yesu Kristo. Kila roho yote inayojiita pressure ninaikamata, ninaikemea, ninaangamiza, nisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye uaga Jehova Mungu na hii roho ambayo ni ya kustuka usiku, hiyo roho ninaikemea, ninaangamiza, nisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye ukibizwa Jehova Mungu na maroho ya kila aina Baba, ninakamata hizo maroho, ninafunja, ninaangamiza, nisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Kuanzilia siku ya leo Bwana Baba, ninatangaza uhuru, ninawatangazia amani. Neno lako linasema kwamba Mungu, mawazo unayotuwazia ni mawazo ambayo ni amani. Wanapolala Bwana, ninatangaza malaika wako wa ulinzi watafanya kituo, wakaweza kuwalinda katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimetangaza adui wa kila aina, hata kama ni adui wa maugonjwa, hana nguvu na hana uweza juu ya maisha ya watu wako Bwana. Hata hii roho ambayo inajiita corona haina nguvu, haina uweza juu ya maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Baba, pokea sifa, Baba pokea heshima, Baba pokea utukufu utakapofungua watoto wako Bwana, utakapowapatia ulinzi malaika wako Bwana, utakapofanya kituo wakawapatia ulinzi. Sifa na heshima na hata utukufu ni zako katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Amen. So may God bless you. Na ninaamini ya kwamba umebarikiwa na hilo neno na utaweza kuinuka na utaweza kukesha. Kwa hivyo nimesema kwa majina yangu naitwa Lefred Wabero, ninahubiri na kanisa la Emmanuel Worship International Ministry, niko hapa Kariobangi. Ukitaka kuniona niko na namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu ni 0720 661 909 0720 661 909 0720 661 909. Kwa hivyo unaweza nipigia, unaweza tutembelea pale kanisani, na ninaamini kwamba unapotembea mahali pale your life will never be the same again katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako yatabadilika. Kwa hivyo nimekushika ugeni hata hii Sunday weekdays. Leo nakuaga kanisani, nimetoka kanisani, that's why nimechelewa. Natoka kanisani na bado narudi kanisani. Kwa hivyo Wednesday nakuaga na huduma ya one on one. So ukitaka
kuna mambo ambayo uweze ukashiriki na mtumishi mbele ya watu. Kwa hivyo ukitaka kuniona one on one, unaweza kuja siku ya Wednesday na Mungu wetu atakubariki siku ya kama ya leo. Kuanzia saa 2 mpaka saa 6:30 ninatoka hapo, ninarudi tena saa 8:30. Sasa ninatoka hapa naenda direct pale kanisani. Na nimesema kwamba kanisa letu liko hapa Kariobangi, niko office. Kwa hivyo ukifika tu hapa mahali ambapo kuna Catholic na kuna flyover, utateremka tu kidogo, utaona on your left utaona PCA, on your right niko hapo. Kwa hiyo gorofa iko hapo. Na kuna msikiti hapo ambao iko chini. Sasa mimi niko huko juu. Ukikuja hapo utanipata, tutashiriki, tutaumega mkate wa Bwana pamoja. Na kama unahitaji deliverance, wewe ni mgonjwa, unaweza nipata mahali pale na Mungu wetu atakubariki. So may God bless you. May God bless you. Tukutane siku ya Wednesday ama tukutane hii Sunday pale kanisani na Mungu wetu atawabariki. So may God bless you. May God bless you. Mungu awabariki. Amen.